Meona hapa tunatembelea pamoja. Kazi yetu ni kutetea nyinyi ambao mlitutuma sisi kwenda kumfanyia kazi. Mimi nikifika bunge natambua kwamba wewe kura yako ndiye imenipeleka bunge. Unaona mwingine anapigiwa kura akifika bunge anasema mimi niko serikali. Mimi naenda serikali na mnaingi. Nyinyi mlikuwa hapa na rafiki yangu Osiula mkampigia kura. Akaenda bunge akasema ako serikali. Akasema Ruto akienda kwa shimo yeye anaenda. Ruto akaruka shimo, Osiula akazama mpaka leo hajatoka huko. Mkakuja mkawa na my predecessor naitwa Mwambu Mabonga. Mlimpigia kura hapa kwa independent. Alifika kama amecross, siku 7 haikuisha. Akasema yeye ako serikali. Wakati anasema ako serikali anashika tumbo. Waheshimiwa wenzangu, ile campaign Ruto alifanya hapa ilikuwa kali, lakini pia anajua watu wa Bumula mko chonjo. Mimi nilipoingia nilisema nasimama na wananchi. Na nakumbusha serikali mambo ambayo iliahidi watu, iliahidi vitu mingi sana. Mimi ni mtu wa Azimio. Ilichukua hekima yenu kunipigia kura kwa Azimio. Kuna wale walikuwa wa Jubilee akazama maji. UDA akaanguka. Ford Kenya akaanguka. Mimi mkanipigia kwa Azimio nikasema nitabaki na huo msimamo mpaka vile wananchi mtaniambia. Na nimekuwa na msimamo. Nimekuwa na msimamo na leo tukiwa hapa tunatangazia serikali. Fanya yale mambo mliagiza wananchi wa Kenya. Mheshimiwa Ruto, tangu uchukua tamu za uongozi, kazi yako ni tax, ushuru. Tax, ushuru. Tax, ushuru. Hiyo pekee yake ndio kitu unafanya. Wewe una tax kila kitu mpaka sasa unataka kutax kuku, unataka kutax ng'ombe. Na nyinyi mkiwa viongozi mliotupigia kura, Ruto anatumia viongozi wengine wa bunge wenzetu kupitisha sheria zake ambazo zinadhulumu watu wetu. Muangalie kabisa. Wanakuja kujifanya mbele yenu kujipendekeza, wakifika bunge wanakunja mkia, wanapigia ushuru kura. Sasa saa hii wafanyikazi, farmers, miwa yenu sasa 5% eatings. Na mimi nimetangaza naunda kikosi cha kukabiliana na KRA hapa Bumula. Hiyo maneno ya ushuru kwa mambo ya miwa ama mahindi peleka sokoni. Akuzizi hapa hapana tunataka hiyo maneno. Pana tambua hiyo kabisa. Kwa sababu mimi si kupigia hizo sheria kura. Rais, wacha kuumiza watu wetu. Sisi hapa ni watu, we are farmers. As we speak, tunapanda mahindi, tunapanda miwa, tunapanda kahawa, tunaweka mbolea. Mwananchi anajua mahali ya kununua mbolea ni shirika la serikali, National Cereals and Produce Board. Mwananchi ameenda amenunua mbolea. Kumbe serikali inauzia wananchi mbolea gushi. Shame on you this government. Unauzia wananchi wako mbolea gushi. Na hiyo imekuwa trend. Sukari ikakuwa gushi, mafuta ikakuwa gushi, sasa mbolea ni gushi. Na ndio mimi nimeweka mswada bungeni nikisaidiwa na hao wabunge wenzangu ya kumfukuza Mithika Linturi kama serikali, kama waziri wa agriculture. Mnakubali Mithika aende? Nendo mani Mithika mroma mlitawe nenye si balasi ule siosi. Mithika Linturi! Mithika Linturi! Kenya kwanza! Hapo ndio tuko. Na tofauti yangu na Mithika Linturi ni hii. Wakati Mithika Linturi aliweka mswada wa kumtimua Anne Waiguru, aliitwa Naivasha akanunuliwa. Esowe Nekesa, Esowe Bumula, Esowe Mbalu, sinunuliwi, tunakutana bunge. Tukutane kwa floor ya bunge. Umezoea kununua watu, Mithika Linturi tunahakikisha tumepeleka wao wapi? Nyumbani. Mwisho, maneno ya madaktari. Sisi serikali inasema haina pesa ya madaktari. Lakini serikali iko na pesa mabilioni ya kuweka pesa State House. Ukiangalia pesa First Lady, budget ya First Lady inaongezwa usiku na mchana. Ukiangalia Second Lady, budget inaongezwa usiku na mchana. Rais William Ruto kujenga ma State House na afya ya Wakenya
what is important. What is important? What is important? Wananchi walikupigia kura ukakuwa mahali huko bana, muache kiburi. Muache kiburi sana. Hapa juu kuna Mungu. Wiko Mungu. Mtu alikuwa hii dunia anaitwa Moi. Alinyanyasa sisi, Moi akafikiria atanyanyasa sisi atumalize. Ako wapi? Ako wapi? Haya, nataka kuwaletea ndugu zangu. Bodaboda mambo mmesema, najua mimi ni msaweni. Sasa shida iko hapa. Hata leo tutapangana, iko shida hapa. Shida ni nini? Nyinyi ni watu wangu bana. Mheshimiwa Irene Mayaka